Leo tunawaletea simulizi ya kusisimua kuhusu ndoa, mapenzi, siri na maamuzi magumu ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya wahusika. Katika hadithi hii tunaona jinsi uhusiano unaweza kuonekana kuwa imara mbele ya watu, unaweza kukumbwa na changamoto kubwa kwa siri. Kuna maswali mengi yanayohitaji majibu, na kila uamuzi unaofanywa unaweza kuleta matokeo ambayo hakuna anayotarajia. Je, upendo unaweza kushinda wakati uaminifu unapoanza kupotea? Je, msamaha unaweza kurejesha familia iliyokuwa karibu kuvunjika? Na je, wahusika watachagua ukweli au naendelea kuficha siri zao? Endelea kutazama hadi mwisho, kwa sababu tutachambua mambo muhimu, wahusika na mafunzo tunayoweza kupata kutokana na simulizi hii. Sehemu ya kwanza: changamoto za ndoa. Hadithi inaanza kwa kuonyesha maisha ya wanandoa ambao kwa je wanaonekana kuwa na furaha. Wamejenga maisha pamoja na wamepitia changamoto mbalimbali, lakini ndani ya familia yao kuna mambo ambayo hayajawekwa wazi. Mawasiliano yanaanza kupungua, kila mmoja ana mtazamo wake, na jambo ndogo linaweza kugeuka kuwa ugomvi mkubwa. Tatizo kubwa si kwamba hawapendani, bali ni kwamba hawazungumzi tena kwa wazi. Mmoja huaminia lakini na mwingine hunyamaza. Mwingine ana matatizo lakini haelezi. Hatimaye ukimya huo unaanza kujenga ukuta kati yao. Sehemu ya pili: siri zinaanza kujitokeza. Kadiri muda unavyopita, baadhi ya siri inaanza kufichuka. Kila mmoja anaanza kujiuliza kama umekuwa ukiishi na mtu unayemjua kweli. Hapa ndipo hadithi inakuwa ya kusisimua zaidi, kwa sababu siri moja inaweza kusababisha nyingine. Watu waje nayo wanaanza kuingilia maisha yao. Baadhi yao wanatoa ushauri mzuri, lakini wengine wanaongeza migogoro. Hii inatufundisha kwamba si kila mtu anayesikiliza matatizo yako ina nia ya kusaidia. Sehemu ya tatu: maamuzi magumu. Wahusika wanafika mahali ambapo hawawezi tena kukimbia matatizo yao, lazima wafanye maamuzi. Je, watasameheana? Je, wataanza upya? Au kila mmoja atachagua kuendelea na maisha yake? Hapa ndipo tunapoona umuhimu wa mawasiliano. Wakati mwingine tatizo kubwa linaweza kutatuliwa kwa mazungumzo ya kweli, lakini mazungumzo hayo yanahitaji ujasiri wa kukubali makosa. Uchambuzi wa wahusika. Mhusika wa kwanza anaonekana kuwa mtu anayepambana na matatizo yake mwenyewe. Makosa yake yanatokana na kushindwa kueleza hisia zake. Mhusika wa pili anaonyesha mtu anayehitaji ukweli na heshima katika uhusiano. Huaminiana kwa sababu anahisi hajapewa nafasi ya kuelewa kilichoendelea. Wahusika wengine
wanaonyesha nafasi ambayo familia na marafiki wanaweza kuwa nayo katika ndoa. Ushauri wao unaweza kusaidia, lakini pia unaweza kuwa chanzo cha migogoro ikiwa hutolewa kwa busara. Mafunzo: kwanza, ndoa inahitaji mawasiliano. Pili, uaminifu ni muhimu kuliko mali. 3, usikubali uvumi uongoze uaminifu yako. 4, kushirikisha mwenzi wako ni muhimu. 5, kuomba msamaha si udhaifu. 6, heshima inapaswa kuwepo hata wakati wa ugomvi. 7, matatizo ya familia yanapaswa kushughulikiwa kwa hekima. 8, si kila siri inapaswa kufichwa. 9, subira inaweza kuokoa uhusiano. 10, upendo wa ukweli unaonekana zaidi wakati wa matatizo kuliko wakati wa furaha. Hitimisho. Wapendwa watazamaji, simulizi hii inatukumbusha kwamba ndoa si safari ya furaha pekee. Kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa majaribu, lakini jambo muhimu ni jinsi watu wawili wanavyokabiliana na changamoto hizo. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa katika nafasi ya mmoja wa wahusika? Andikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Tunataka kusikia mtazamo wako. Kama umefurahia video hii, bonyeza like, share na subscribe kwenye channel yetu. Pia washa kengele ya arifa ili usikose video nyingine. Asante sana kwa kutazama. Tukutana tena kwenye video inayofuata. Kwaheri, ni Mungu uwabariki.